Matthew chapter number 3. Tutasoma mistari michache mahali pale, alafu tutaingia katika kuzungumzia. Matthew chapter 3 verses 1 through 11. Nasikia watu bado wanafungua. Ni Bible study, kila mtu anatakana naangalia kitabu chake kinasema nini. Matthew chapter number 3 verses 1 to 11. Mathayo mtakatifu mlango ni wa 3 mstari ni wa kwanza mpaka ule mstari wa 11. Siku zile aliondokea Yohana Mbatizaji akihubiri katika nyika ya Uyahudi na kusema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Kwa sababu hiyo ndiyo iliyoandikwa na nabii Isaya akisema, sauti ya mtu aliye nyikani, tengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Naye Yohana mwenyewe alikuwa na vazi lake la singa ya ngamia na mshipi wa ngozi kiunoni mwake, na chakula chake kilikuwa nzige na asali ya mwitu. Ndipo walipomwendea Yerusalemu na Wayahudi wote na nchi yote kando ya Yordani, naye akawabatiza katika mto Yordani, huku wakiungama dhambi zao. Hata alipowaona miongoni mwa Wafarisayo na Wasadukayo wakikujia ubatizo wake, aliwaambia, enyi wazao wa nyoka, nani aliyewaonya ninyi kuikimbia hasira itakayokuja? Basi zaeni matunda yanayopasa toba, wala msiwaze mioyoni mwenu kwamba tunaye baba ndiye Ibrahimu. Kwa maana nawaambia ya kwamba Mungu aweza katika mawe haya kuinulia Ibrahimu watoto. 10. Na shoka limekwisha kuwekwa penye mashina ya miti. Basi kila mtu asiyozaa matunda mazuri hukatwa na kutupwa motoni. Mstari wa mwisho. Kweli mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba, bali yeye ajaye nyuma yangu na nguvu kuliko mimi, wala sistahili hata kukichukua viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Tunazungumzia kuhusu ubatizo, na tunazungumzia kuhusu anayebatiza. Na ni kwa nini watu wabatizwe? Ujumbe wangu nimewapatia kichwa Preaching of John the Baptist. We are going to find out the origin of John the Baptist and what is about baptism. Baptism is a fundamental Christian rite of initiating and purification. It uses water to symbolize spiritual rebirth, the wash away of the sins, public declaration that you have committed yourself to follow Jesus Christ. So when you accept to be baptized,
You are immersed in deep water. It is not about just putting water on the forehead. It's immersing yourself deep into the water. That is a sign of dying and resurrection with Christ. That is what you call baptism. So it is also a fundamental Christian rites of initiating and purification. This signifies the once older way of life, being born again and a new creation in Christ. So during immersion, the whole body is put deep into water na unatolewa. Na hiyo ni ishara ya kuonyesha kwamba katika moyo wako umekubali kufa na kufufuka pamoja na Kristo. Kwa hiyo it is just not something that is out of the norm. It was established by God. That was part of God's plan of man, God's plan to redeem man. So when we talk about baptism, it gives us life. It gives us something to be proud of. That we have identified ourselves with Christ, who died because of our sins. When we allow ourselves to be put into water, we are now claiming that we are dying with Christ. When we are taken out, we have been resurrected with Him. And this also is another sign to show that we accept and we suffer with Christ, to identify ourselves with Christ. Now let's talk about the person who was baptizing, John the Baptist. His origin, how he came to be about, and what happened before. We are talking about God's plan about mankind. John the Baptist was the son of Zechariah and Elizabeth. I know most of you have learned about it in Sunday school. But for those who did not pass through Sunday school, it is also important to know who John was. Zechariah was the father. He was a priest. He was a high priest in those days. So it came a time now when he was on duty. Alikuwa ameenda kuvukisha uvumba, burning of the incense. When he was in the temple, the angel appeared to him and he told them that God has found a favor in him and they are going to have a child whose name shall be called John. He will not test any alcohol. He will be pure, and that he will receive the Holy Spirit when he's still in the womb of the mother. That's God's plan. Now when the time came, but initially Zechariah did not believe in that. He was quite arguing with the angel, telling him that how can it be? Because my wife Elizabeth is too old for that. Because of arguments, do you know what happened to him? He was told he would be dumb. Hata ongea mpaka mtoto atakapozaliwa. So God's plan, do not argue with God's plan. Mungu akipanga mpango na anataka kudhihirisha ama kudhibitisha mpango wake, atasema itakuwa na itakuwa. Sasa huyu mzee akasema kwamba itawezekanaje? Lakini Mungu akamwambia, kwa sababu umekataa kusikia hiyo maneno, malaika akamwambia, sasa wewe utakuwa bubu.
That was a punishment. Now, we are talking about John the Baptist. We have not talked about Jesus Christ and how he was told that he will be, or he will receive the Holy Spirit when he's still in the womb. We need to read that. Nafaa tusome hivyo kwa sababu kuna mambo Mungu anasema na yeye mwenyewe anakuja kutekeleza. Tutasoma katika Luka mtakatifu, Luke chapter number 1, verse 11 to 15. Sasa malaika anamkujia Zakaria, akamtokea malaika wa Bwana akisimama upande wa kuume wa madhabahu kufukizia. Zakaria alipomwona akafadhaika, akawa na hofu ikamuingia. Lakini yule malaika akamwambia, usiogope Zakaria, maana dua yako imesikiwa, na mkeo Elizabeth atachukua mimba, atachukua mtoto mwanaume, na jina lake utamuita Yohana. Some 15. Kwa sababu itakuwa mkuu mbele za Bwana, hata kunywa divai wala kileo, naye atajazwa Roho Mtakatifu tangu tumboni kwa mamaye. For he shall be the great in the sight of the Lord, and he shall drink neither wine nor strong drink. He shall be filled with the Holy Ghost, even from his mother's womb. Now it is going to be fulfilled in the same chapter, verse 40 and 41. Verse 40 and 41. Mungu amemwambia kwamba atapokea Roho Mtakatifu akiwa tumboni mwa mama yake, na anatekeleza hivi. Akaingia nyumbani mwa Zakaria, huyo ni Maria. Akaingia nyumbani mwa Zakaria, akamwamkia Elizabeti. Akiwa Elizabeti aliposikia kule kuamkia kwake Mariam, kitoto kichanga kikaruka ndani ya tumbo yake. Elizabeti akajazwa na Roho Mtakatifu. Sasa yale Mungu alisema ya kwamba huyu mtoto atapokea Roho Mtakatifu akiwa ndani ya tumbo ya mama yake, ndiyo inakuja kutekeleza hapa. Inakuja kutekelezwa katika mstari wa 41. Inasema ya kwamba ikawa Elizabeti alipokuwa kule kumwamkia kwake Mariamu, kitoto kichanga kilirukaruka ndani ya tumbo yake. Elizabeti akajazwa na Roho Mtakatifu. So Roho Mtakatifu wa Bwana alishuka na akamjaza Yohana Mtakatifu akiwa ndani ya tumbo ya mama yake. Pia mama yake akajazwa na Roho Mtakatifu. Hiyo ni ahadi ya Mungu ambaye alikuwa amemwambia Zakaria, ama alikuwa amemwambia Elizabeth ya kwamba huyo mtoto atapokea Roho Mtakatifu akiwa bado hajazaliwa. Na kwa hivyo imefanyika yale ambayo yametendeka. Na ni kwa nini kuna uhusiano kati ya Mariamu na Elizabeth? Uhusiano hii ni kwamba
wao walikuwa cousins, walikuwa wa jamii moja, na ikawa ya kwamba itafika siku kama hiyo ili kwamba akaweze kuingia na aende kumsalimia kazini yake ama binamuye. Na ni kwa nini ilifikia wakati kama huo? Ni kwa sababu Mungu anataka kutekeleza jambo lile ambalo amesema na kinywa chake. Tukisoma mstari wa 3, tunataka kuangalia huu unabii. Tukisoma mstari wa 3 tunaona ya kwamba katika kitabu kile tulikuwa tunaongea juu yake cha Mathayo mtakatifu mlango wa 3 mstari wa 3 inasema ya kwamba kwa sababu hiyo ndiye aliyenenwa na nabii Isaya akisema, sauti ya mtu aliye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Kwa hivyo kuja kwa Zakaria, kuja kwa Yohana kulikuwa kumetabiriwa. Manabii Isaya alikuwa ameonyeshwa kwamba sauti ya mtu aliye nyikani, itengenezeni mapito ya Bwana, ilikuwa tayari imetabiriwa. Kwa hivyo kuzaliwa kwa Yohana ni mpango wa Mungu ambaye alikuwa ametengeneza kusudi ya kwamba wakati Yesu anakuja akute kwamba kuna mtu ametayarisha njia. Bwana asifiwe sana. Na kwa hiyo Mungu anakuanga na mpango ili akaweze kutekeleza. Katika Isaiah chapter number 40 verse 3, a voice of one calling in the desert, prepare the way for the Lord, make the straight in the wilderness a highway for God. Kwa hivyo kuzaliwa kwa Yohana ambaye ni mbatizaji, tumeongea juu kuhusu yeye, kulikuwa kumetabiriwa na nabii Isaya alikuwa amepewa hilo neno. Na kwa hivyo wapendwa, Mungu akitaka kuokoa ama Mungu akitaka kufanya kitu huwa amepanga mapema. Ndio wanasema kwamba God knows the end before the beginning. Na kwa hivyo kuja kwa Yohana Mtakatifu hakukuwa by coincidence. Na kuja kwa Yohana Mtakatifu kunasema ya kwamba yeye ndiye ametumwa kwanza kutangulia na kutengeneza njia ya Kristo. Na wakati huo anakuja kutengeneza njia ya Kristo, yeye alikuwa ametabiria ya kwamba akiwa bado hajazaliwa atakuwa amepokea Roho Mtakatifu. Na wakati anasemekana ya kwamba amezaliwa sasa na anaanza kufanya kazi, inakuwa ni kwamba ni rahisi, ni kwa sababu tayari Mungu ametengeneza, ameweka plani yake. Kwa hiyo wapendwa, tujue kwamba Mungu anao mpango kwa ajili ya mwanadamu. Katika kuzaliwa kwa Yohana kulikuwa ni mpango wa Mungu ili kwamba akuje kuokoa mwanadamu. Na kabla aokoe huyu mwanadamu, anaitengeneza njia. Anatengeneza njia kwa njia gani? Wakati anaenda kuhubiri katika jangwani, akiwaambia watu watubu kwa sababu ufalme wa Mungu umewadia. Na wakati huo anapowaambia, anashangaa pia, anaona Mafarisayo na Masadukayo wanakuja. Anawauliza, nyinyi vizazi vya nyoka, ni nani aliyewaonya kwa ajili ya mpango ya Mungu ama yale ghadhabu ya Mungu ambayo inayekuja? Anarudi anakuwa soft kwao, anasema basi zaeni matunda yanayofanya nini? Fatana na toba. So in this way, he was not expecting those people to come to him because they were antichrist. So perhaps Yohana aliona kwamba hawa watu ni kama wanakuja kumkejeli ama wanakuja kumjaribu. Lakini akarudi akamwambia kwamba basi kama mmekuja
basi zaeni matunda ambayo yanafaa na toba. Mwisho akija kwa kifungu cha 11, kifungu cha 11 anasema ya kwamba, na ni ya muhimu tujue, pana kifungu cha 10 kwanza, na shoka limekwisha kuwekwa penye mashina ya miti, basi kila mtu asiyozaa matunda mazuri hukatwa na kutupwa motoni. This statement, it appears to all of us, ya kwamba shoka limewekwa chini ya kila mti. Kila mti ni nani? Kila mti ni nani? Ni sisi. Shoka lile limewekwa chini ya kila mti. Sababu yake ni kwamba hilo shoka litakata mti ambalo hauzai matunda, na kisha huo mti utafanya nini? Utatupwa kwenye mto, kwenye moto. Wapendwa, huu mstari ni mstari mkubwa sana, ina uzito, na huo ndio mstari ulio na uzito mkubwa sana katika hiyo Yohana chapter 3. Tujihadhari sana, tujue kwamba tusipozaa matunda yanayostahili toba, lile shoka ambalo limewekewa kila mmoja, we are the trees that are being referred to, ya kwamba huo mti utakatwa na kisha utatupwa kwenye moto. We need to know and understand the word of God. Tunaposoma hapo tunasema tu ni mti tu. Si mti tunachomanga tu, tunakatwa na shoka, halafu inafanya nini? Tunapata kuni. It is a proverb. Hii ni msemo ambayo tukitafakari juu huu msemo, tujue kwamba kila mmoja wetu anahesabiwa kwamba atazaa matunda ambayo inastahili toba. Na kama hatutazaa matunda, wapendwa, we have already been condemned. Akikuja kumaliza mstari wa 11, kweli mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba, bali yeye ajaye nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi, wala sistahili hata ukichukua viatu vyake. Yeye atabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Sasa anamuongelelea yule ajaye, na yule ajaye mnamjua ni kwa sababu amekuja kuandaa njia. Yohana Mtakatifu ameandaa njia kwa ajili ya Kristo. Tutafikia mahali pale, kuna vifungu ambavyo tungesoma leo, lakini nafasi nyingine ikipatikana, neno la muhimu ambalo tunawachana nalo, tunawachiana, sio nawachia ninyi, sisi wote tunaichukua. Neno la muhimu ambalo tunaachana nalo ni kwamba kila mti umewekwa shoka kuukata mti usiozaa matunda, na utafanya nini? Utatupwa kwenye moto. Je, mimi na wewe tuko upande gani? Tutamzalia Mungu matunda, ama tutakaa pale mpaka siku hiyo ya mwisho itakapofika tukatwe na tutupwe kwenye moto? Jambo lingine ni kwamba wakati tulikuwa tunasoma habari ya Zakaria, tunaona ya kwamba alikataa kuamini ya kwamba vile Mungu alikuwa amesema.
alipata punishment. Punishment yake ilikuwa ni nini? Alikuwa bubu. Yeyote yule anayempinga mpango wa Mungu, Mungu atamnyamazisha. Yeyote yule anayejaribu kupinga mpango wa Mungu atanyamazishwa. Na baada ya kunyamazishwa atapewa nafasi ya kuongea wakati nini? Mpango wa Mungu umekamilika. Zekaria alibaki bubu mpaka wakati mtoto alipofanya nini? Alipozaliwa. Wapendwa, Mungu ana mpango ni kwa ajili ya Joy Sanctuary. Na amesema kwamba kuna cathedral inaenda kujengwa. Na yeyote anayezungumza kinyume na hiyo afanyishwe nini? Afanye nini? Afungwe mdomo, anyamazishwe mpaka wakati cathedral itakapokwisha ataona na macho na mdomo. Haleluya. Bwana asifiwe. Wacha mpango wa Mungu. Wewe unapeka saa mbele ni. Wacha mpango wa Mungu ufanyike vile Mungu amepanga. Amen. Haleluya. Amen. Unajua huyo bishop hatukujua atakuja kutengeneza cathedral hapa. Hata yeye mwenyewe hakujua. Lakini Mungu aliweka mpango ndani yake. Na huo mpango ndio mpango tunasimama tunajenga juu ya huo mpango. Tunakubaliana na mpango wa bishop ya kwamba kuna cathedral inakuja kujenga mahali pale. Amen. Na yeyote yule ambaye ana kinyume na hiyo afanye nini? Anyamaze. Haleluya. Amen. Sisi wote tumesema afanye nini? Anyamazishwe. Wale hawajasema nataka kujua kwa nini kusema. Yule anayepinga huu mpango afanye nini? Anyamazishwe. Mpaka wakati mpango utakapo nini? Kamilika. Na ukishakamilika ataona na macho na mdomo. Haleluya. Tusimame mbele za Bwana. Haleluya. Our God is faithful. Tupende mbele za Bwana tumwambie tuko katika mpango wako. Tumesimama katika mpango wako. Bwana tusaidie tuweze kuamini kwamba huu ni mpango wako na cathedral inaenda kujenga. Yeyote yule anayepinga huu mpango aweze kunyamazishwa mpaka siku ile itakapokamilika atakuja kuona na macho na mdomo yake. Bwana tunakushukuru. Bwana tunakuhimidi ya kwamba Bwana mtakatifu, hii kazi ni ya mikono yako. Hii ni kazi ya utabiri wako. Ulitabiri ya kwamba Bwana mahali hapa kutakuwa na cathedral. Na kwa hiyo Bwana mtakatifu tumeamini na tumeamini ya kwamba Bwana unaenda kujidhihirisha. Unaenda kutenda kadri ya mapenzi yako Bwana. Tusaidie Bwana tukaweza kuingia katika huo mpango. Tukaweza Bwana kuchukua mpango na kuenda nao Bwana. Father, we just want to thank you. We exalt you this hour, my Father. We bless your holy name, my Father, because of the prophecy that now there will be a cathedral here, my Lord. We are taking that one, Father. Tunatembea nalo Bwana. Jina lako litukuzwe. Asante Bwana. Baba tukushukuru kwa mapenzi yako. Bwana